kuna jambo moja mpaka sasa mimi huwa nikikaa nikijiuliza nashindwa kufikiria. Ili kwa mfano, ndugu mheshimiwa, ukiangalia mtaa huu ni mtaa mkubwa sana, lakini kuna sehemu sisi nguzo zilishaishia sehemu ambapo yani ukiangalia wewe mwenyewe mpaka wanaume tunateseka. Tuna zahanati hapa. Je, unaonieje watufanyeje? Watusogeze ile huduma ya CTC hapa ili tupate inchaji ambao atakuwa anafanya kazi hapa. Ili kupunguzia watu nauli kwa sababu wanakosa huduma ya CTC. Na huduma ya CTC mtu akikosa tu one day is mistake. Ambapo unielekeza vizuri kwamba mikopo ni lazima itolewe kwenye vikundi au hata kwa mtu mmoja mmoja. Lakini kitu kingine niseme hivi, wapunguze masharti kwa sababu wameweka masharti magumu sana kwenye ile mikopo. Ni kweli wanataka vijana tufanye nini, tuchukue ile mikopo kwa ajili ya maendeleo yetu binafsi, lakini wanaweka vigezo vigumu ambavyo vinafanya vijana wengi washindwe kujaribu kuomba ile mikopo kwa sababu wanaweka vigezo vikubwa sana ambavyo vinafanya vijana wengi wakati tamaa. Swali la kwanza kabisa ni upande wa kina mama kwenye vituo vya maji, yani bomba. Kalepula ni kubwa na ina wakazi wengi, lakini vituo vya maji ni vichache. Na ukiangalia jiografia ya Kalepula, kuna vituo vingine viliwekwa yani ni kama bila utaratibu. Kwa mfano, ukiangalia kitongoji cha Itochi ni kama kuna kituo kimoja, cha pili kiko sokoni. Alafu kiangalia Ilolesha kuna vituo ni kama viwili, Imalamusu kuna kituo kimoja. Sasa hii imekuwa kero kwa vitongoji kila siku kusuluhisha migogoro ya wamama kugombana kwenye vituo vya maji. Na kwa kuwa hakika tumeamini tuna mbunge mchapakazi na ni mtu anayeahidi na kutekeleza, naomba na ili mheshimiwa, kabla ya kuondoka, utupe ufumbuzi kwamba wamama unawasaidiaje juu ya vituo vya maji, maana imekuwa kero. Kero ya pili, nataka nizungumzie barabara ya kutoka Kalepula kwenda Ulumi. Changamoto tulionayo katika barabara hii ni pale mto Mosi. Daraja lile ni mbovu na wala halikizi kama mto ulivyo. Ikifika kifuku unajaa na watu wanakufa, watu wazima wanaacha familia. Tusaidie, hatuuzi, tunaozesha samaki. Ukibeba samaki za 200,000 tutauza 150. Watu tutaka mtusaidie kwa hilo akina mama. Walisema hivi, watu wote wahamie kule sokoni. Lakini watu walishagoma na baadhi ya viongozi wanawashawishi watu wasihamie kule. Baadhi ya viongozi hapa wanawashawishi watu, wanasema msiende kule. Wewe unashauri nini? Sisi tulitaka turudi kwenye soko letu la zamani.